الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد. فعليكم بحمد الله سبحانه وتعالى kutaka sala na salamu zingine zetu kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu katika imani, katika muda huu kwa kusoma kitabu hiki cha ad-durusul muhimma Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, ambapo mitiliwa sharhuna الشيخ عبد المحسن البدري mitiliwa sharhu الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدري. Tutakuwa tukiangalia katika kitabu hiki katika somo la 6, ambapo kama tulivyotanguliza katika siku ya jana, ambapo tutakuwa tukiangalia leo hii shurutu sala. Tunaelezea kwamba masharti ni kitu cha namna gani, na kama walivyoiarifisha wanachuoni wa fiqh, namna walivyoiarifisha kutoa taarifu ya shart. Akasema kwamba ash-shartu kama arafahu huwa ma yalzamu min adamihi al-adam. Sharti kama sharti ni kitu ambacho kinalazimu kukosekana kwake sharti hilo, kukosekana al-mashrut, kwa maana ya kwamba kitakapokosekana, mfano miongoni mwa sharti za swala ni mtu kuwa Muislamu, Kwa hiyo kwa muda ambao yeye hatakuwa sio Muislamu, atakapokuwa sio Muislamu, muda ule yalzam min adami as-sala, ina lazimu pia kutokuwepo kwa swala kwake yeye, kwa maana kutokumwajibikia yeye kuswali kwa sababu sio Muislamu. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamu lidhati, na wala hailazimu kwa kule kuwepo kwake sharti hilo kupatikana mashruti, kwa maana ya kwamba hailazimu kwake yeye baada ya kuwa tu amekuwa Muislamu ipatikane muda huo swala. Mfano mtu kasilimu katika na tuseme saa 2 asubuhi au saa 3, kasilimu muda ule. Kwa kusilimu kwake muda ule hailazimu kwamba ipatikane ibada ya swala muda ule, kwamba aswali, hapana, bali papa utakapokuwa umeingia wakati wake ama wakati wa swala hiyo, kisha atakuwa ni mwenye kuswali. Kwa hiyo almuhimu kwamba sharti kama tulivyoelezea jana kwamba ni kitu ambacho kinachotakikana kipatikane kabla ya kuingia katika jambo ambalo limetiliwa masharti haya. Tukatolea mfano, una simu yako unataka umuuzie rafiki yako pengine, lakini yule ambaye unahitajia umuuzie yeye ana masharti ambayo yeye kaiwekea simu hiyo, ili apate kuinunua kuna masharti kayaweka. Labda useme inatakana iwe na kamera, iwe ni jeusi simu hiyo, iwe inatunza charge. Kwa hiyo haya ni masharti ambayo yeye huyu ameyaweka na mmekubaliana katika masharti haya. Kwa hiyo kabla ya kuuziana, kwanza ni lazima mtu huyu aipate simu ile na aangalie, aichunguze kwa yale masharti mliokubaliana, je, yamethibiti? Na ikiwa mtauziana katika hali ya kuwa
kitu kile mlichouziana kimehalifu masharti mliowekeana, basi biashara hiyo itakuwa ni biashara ambayo ni fasid, itaharibika. Kwa hiyo Sheikh rahimahullah akaeleza masharti na akaweka katika kitabu hiki takriban masharti 9, na hivyo pia ndivyo walivyoweka fuqaha katika kutubu shurutu sala 9 katika Zadul Mustaqni na vitabu vingine vya fiqh. Sheikh wameainisha masharti hayo kwa ujumla, kwa idadi, kadhalika na kulitaja moja moja. Sasa leo hii tutaangalia baadhi katika masharti walau kwa dakika 10, 15, 20. Moja katika masharti ambayo ili iweze kukubalika ibada ya mja, swala ya mja, miongoni mwa masharti ambayo yatakana yakamilike ni shartul awwal wa huwa al-islam. Sharti la kwanza nalo ni mtu kuwa Muislamu. Kwanza kabisa asema Muislamu. Kwa maana hiyo yule ambaye atakayekuwa sio Muislamu bali ni kafir, swala yake ikiwa ataingia msikitini ataswali, swala yake ni ghairu makbula, si yenye kukubalika, haitakubalika swala yake hiyo. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waman yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala abainisha kuwa waman yakfur bil iman, na yule ambaye hatakuwa ni mwenye kuamini, atakwenda kinyume na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuamini malaika wake, kuamini vitabu vyake, kuamini mitume wake, kuamini siku ya mwisho, kuamini qadari, kwa maana akawa sio mwenye kuamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla wake, mtu huyo faqad habita amaluhu, basi atakuwa yamebatilika matendo yake, wa huwa fil akhirati min al khasirin, na akhira atakuwa ni miongoni mwa watu waliopata hasara. Hivyo pengine mtu Muislamu baada ya kuwa ni Muislamu akawa ameritadi, kwa maana akakufuru bil iman, ile imani kwa muda huo, kwa dalili hii na aya hii ya Qur'an, faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Yale matendo aliyotenda ya mazuri ya khairi, basi yatakuwa yamebatilika na yameharibu, na akhira atakuwa ni miongoni mwa watu ambao waliokuwa na hasara. Wakadhalika kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura at-Tauba aya ya 17, akieleza na ikiwa ni dalili katika sharti hili la kwanza la Uislamu, aliposema ma kana lilmushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bilkufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khalidun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa ma kana lilmushrikina an ya'muru masajid Allah. Wanachuoni katika hii hapo Allah anatuambia kwamba haikuwa kwa wale washirikina an ya'muru masajid Allah, kwamba waimarishe misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuifanyia huduma mbalimbali, usafi na mahitaji mbalimbali, kadhalika na kwa kufanyia ibada misikiti hiyo, kama alivyofasiri wanachuoni mufassirun dia katika tafsiri ya Ibn Kathir, wameeleza kwa tawdih na uwazi zaidi na kwa urefu. Kwa hiyo haikuwa kwa wao hao washirikina an ya'muru masajid Allah,
wawe ni wenye kuimarisha misikiti ya Allah. Kuimarishwa kwa misikiti ya Allah haikuwa ni wajibu kwa hawa washirikina sio waislamu ambao shahidina ala anfusihim bil kufri, ambapo hawa washirikina wakiwa katika hali ya kuzishuhudia nafsi zao juu ya ukafiri wa kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, shahidina ala anfusihim, ni hali shahidin, kwamba wakiwa katika hali ya kushuhudia nafsi zao juu ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika habitat a'maluhum, hao matendo yao yameharibika, hao washirikina makafiri. Wa fi nnari hum khalidun, na katika moto wao watakuwa ni wenye kuishi humo. Kadhalika na aya zingine ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza, akasema Sheikh Abdul Razzaq Abdul Muhsin, falkufru washirku mubtilun lilamal, ukafiri kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na shirki kwa ujumla wake, mubtilun lilamal, vitu hivi vinabatilisha matendo. Kwa maana ya mwanadamu yampasa ajichunge na vitu hivi, kwa sababu vitu hivi vinaharibu matendo yake. Famin shuruti as-sala, bas miongoni mwa masharti ya swala ad-dukhulu fi hadha ad-din, wad-dukhulu fihi inma yakunu bin-nutqi bish-shahadatayn. Miongoni mwa masharti ya swala ad-dukhulu fi hadha ad-din, ni kuingia katika dini hii kwa maana ya kusilimu na kukiri kwamba hapana basi kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kuingia katika dini la yakunu inma yakunu bin-nutq bish-shahadatayn, isipokuwa inakuwa jambo hilo ni wa kutamka shahada mbili. Na ndio maana katika shurutu shahada, miongoni mwa masharti ya shahada kama ilivyoeleza wanachuoni, awalan ni al-iqrar, ni mtu kukiri katika moyo wake kwamba hapana basi kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili au sharti la pili, an-nutq, ni kutamka, ni kutamka ile shahada itamke. Kwa muda huo ndipo atakuwa ni mwenye kuingia katika Uislamu. Lakini sio akasema kwa pamoja na yote hayo, ma'al fahmi limaanahu, pamoja na kufahamu zile maana zake, kufahamu maana ya ashhadu an la ilaha illa Allah, kufahamu hiyo. Lakini pili kufahamu maana ya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, mtu kufahamu maana hiyo pia, maana ya shahada mbili kwa ujumla, shahada ya kukubali kwamba hapana basi kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, mtu akawa ni mwenye kujua maana yake shahada hiyo kwamba hakuna basi kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na huyu Muhammad ni mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pamoja na yote hayo, kwa maana hiyo yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kufanya ibada, anaswali vipindi vitano, lakini akawa ma'al asaf katika muda huo huo akawa sio mwenye kutikiri wala sio mwenye kushahidiria kwa shahada hizi ambazo zitakuwa sababu ya yeye kuwa Muislamu, ili aende katika sharti miongoni mwa masharti ya ukubalika ibada yake, mtu huyo ibada yake aliyoifanya itakuwa ni mulgha, itakuwa ni yenye kuharibika ibada hiyo, na haitakuwa ni yenye kukubalika. Kadhalika vile vile sharti la pili kama alivyoeleza Sheikh, الشرط الثاني العقل,
ni akili, ni akili, na akili ni kinyume cha wenda wazimu, kwa sababu almajnun huwa faqidul aqli kama alivyoeleza Sheikh Abdul Muhsin kwamba ujinga, wenda wazimu ni yule ambaye faqidul aqli, ni yule aliyotokwa na akili, na mtu huyo kama alivyoelezewa katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba rufi'a alqalam an thalathati, na miongoni mwao akataja nani? Almajnun. Kwa hiyo sharti la aqili la mtu kuwa na akili, yule anayefanya ibada, sharti la kuwa na akili ni moja katika masharti ya ukubalika ibada yake ya swala. Kwa hiyo atakapokuwa mtu ni Muislamu lakini muda huo ni majnun, ni faqidul aqli, muda huo hata kuwa ni mwenye kulipwa katika hilo. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akielezea miongoni mwa watu ambao hawaandikiwi dhambi wala thawabu, alitaja ni almajnun katika hadithi alielezea, alipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim vile vile kama alivyosema rufi'a al-qalam an thalathati, kwamba qalam imeinuliwa kwa watu watatu, kwa maana watu watatu, watu ni zaidi tatu, hii hawaandikiwi thawabu wala hawaandikiwi dhambi. Mojawapo ni huyu almajnun, ambapo mwingine ni mtoto mdogo mpaka atakapokuwa na akili, na mwingine ni mtu aliyolala hata yastayqidha, mpaka atakapokuwa ni mwenye kuamka. Kwa hiyo miongoni mwa watu hao ni mtu ambaye ni almajnun. Mtu huyo yeye haandikiwi thawabu wala haandikiwi dhambi. Kwa maana hiyo, yule ambaye atakayekuwa ni Muislamu lakini faqidul aqli, ni majnun, mtu huyo haitamwajibikia yeye ibada ya swala, na hata kama akiswali haitakuwa ibada yake ni makubula. Kwa sababu gani? Limekosekana sharti miongoni mwa masharti ya ukubalika ibada ya swala. Vile vile ashartu thalith, sharti la tatu ambalo alielezea Sheikh ni at-tamyiz, ni mtu kuwa na tamyiz, ay an yakuna mumayyiza, awe ni mwenye kuwa na uwezo wa kupambanua baina al-haqqi wal-batil, baina ya haki na batil, baina ya zuri na baya. Anapokuwa amefikia umri huo, ana uwezo wa kupambanua kwamba hili zuri na hili baya, muda huo itamwajibikia yeye ibada ya swala. Wa inma yablughu hadda at-tamyiz fi as-sabi'a, haika ambapo yalivyo anafikia mtu umri wa kuwa na tamyiz, kupambanua baina ya zuri na baya, katika umri wa miaka 7. Ghaliban inakuwa hivyo katika mtoto anapokuwa amefikia umri wa miaka 7, anakuwa anafahamu kabisa kwamba kuiba haitakiwi, ukiiba unachapwa, ukifanya kadha, lakini ukifanya kadha ni vizuri, anakuwa anafahamu. Na kwa sababu hiyo ndipo ikaja hadithi ambayo alipokea al-Imam Ahmad katika musnad wake, kadhalika na katika musnad wa Abu Daud ipo pia vile vile, na imekuja katika njia ya Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, na akaisahihisha al-Imam al-Albani, akaisahihisha hadithi hiyo.
ambaye hadithi inasema kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema muru abnaakum, na katika hadithi hii inakusanya albanina walbanat, kwamba waamrisheni watoto wenu sawa sawa wa kike au wa kiume, waamrisheni bisalati li7, kuna kusala pale ambapo wanapokuwa wamefikisha 7 sinin, wanapokuwa wamefikisha miaka 7, waamrisheni kuna kuswala. Sio mtoto anafikisha miaka 7 wewe unaenda kuswali kumwacha nyumbani, hapana. Nenda kwa msikitini, mchukue, niambia naye kama ni wa kiume kama ni wa kike, lazimishe afanye ibada, aswali. wadribuhum alaiha li10 sinina, kadhalika vile vile na muachape watoto hao, muachape kuna kusala pale ambapo wanapokuwa wamefikisha miaka 10. Muda huo inatakana wachapwe, walazimishwe wanapokuwa hajaswali basi atiwe viboko, atiwe bakora. wadribuhum alaiha li10. akasema Sheikh Abdul Muhsin li'annahu idha balagha 7 sanawat yakunu mumayyiza, kwa sababu mtoto huyo anapokuwa amefikisha miaka 10 tayari muda huo anakuwa ni mwenye kuwa na uwezo wa kupambanua baina ya mambo. Kama ni zuri analifahamu hili zuri, kama ni baya anafahamu hili ni baya. Wayafham, kadhalika na anafahamu na lililokuwa zuri kwa umri huo. an yuqima al-amala idha wujiha wa buyyina lahu, afanye kama ni ibada ya sala afanye baada ya kuwa amepewa taujihat, ameelekezwa na akabainishiwa fadhila za sala kwa mwanadamu, akabainishiwa kwamba ibada ya sala ina ubora namna ipi. Basi muda huu anaelekana afanye, asimamishe ibada hiyo kwa muda ule ambapo yeye ameambiwa na ameelekezwa kuna muhimu. Na sharti la 4 ambapo ni sharti tutakalolisimamia katika muda huu katika siku ya leo ni rafu al-hadath, mtu kuondosha hadath. Na hadath kama hadath ina kusanya sawa sawa, iwe ni hadath al-akbar au iwe ni hadath al-asghar. Na hadath al-akbar kama alivyoelezea Sheikh Abdul Muhsin katika sharhu hii, asema huwa alladhi, nao ni ambayo la yartafi'u illa bilghusl. Hadath al-akbar ni ile ambayo haiondoki isipokuwa kukoga. Hadath hiyo haiondoki isipokuwa kwa kukoga. Hii ni hadathu al-akbar. Mfano wa janaba, mtu kukutana na mkewe au kalala yotea na mfano wa hivyo, ile janaba haiondoki isipokuwa kukoga. Kadhalika walhaidi, vile vile na hedhi, labda binti ama mwanamke baada ya kumaliza ule mzunguko wake inampasa yeye akoge, ndio maana hizi ni ahkamu ambazo itawapasa sana watu kuzisoma ahkamu hizi, kwa sababu ni ahkamu ambazo zinazunguka maisha yetu. Zisoma ahkamu hizi utajua namna gani ya kumwelekeza mke wako, namna gani akoge. Na pia akiwa amesoma yeye pia vile vile ana uwezo wa kuelekeza wewe ikiwa haufahamu namna gani ya kukoga janaba. Hiyo ni hadath kubwa ambayo haiondoki isipokuwa kwa kukoga.
kadhalika wal hadath al asghar, vile vile na hadathi ndogo, ambayo hadathi ndogo alladhi la yartafi'u illa bil wudu'i, ambayo hadathi ndogo haiondoki isipokuwa kwa kutawadha. Ndiyo haihitaji mtu kuoga, akitawadha tu inatosha hadathi ndogo. Farafu al hadathi shartun min shuruti as-salah. Sheikh anasema kwamba kuondosha hadathi sawa sawa iwe ndogo ama iwe kubwa ni sharti miongoni mwa masharti za kusihi sala. Ili mtu sala yake isihi, miongoni mwa masharti ambayo anatakikana ayatekeleze na ayakamilishe, ahakikishe kwamba ameondosha hadathi sawa sawa iwe kubwa ama ndogo. Wakati jaa an nabiyina alayhi salatu wassalam, na imekuja katika maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema annahu qala la tuqbalu salatu bighairi tahurin, haikubaliki swala pasina kuwa na udhu, pasina kuwa tahara. Yani mtu atakaposwali hali ya kuwa hayuko katika tahara, basi swala yake hiyo ni ghairu maqbula, sio yenye kukubalika, haitakubalika ibada yake hiyo. Kadhalika faman salla wa huwa muhdith sawa'an hadathan akbara au asghara fala salata lahu. Kwa hiyo katika sharti hili tunaona ulazima wa sisi kujitaharisha. Tunapotaka kuziendea ibada tujitaharishe na hadathi za aina zote, sawa hadathi kubwa basi tukoge ili kujitaharisha, ama iwe hadathi ndogo basi tutawadhe ili kujitaharisha na kujiweka katika hali iliyokuwa nzuri na salama, na kuwa katika hali iliyokuwa nzuri ya ibada zetu, hasa katika ibada ya swala. Kwa tumeangalia sharti hizi nne ambazo yambaghi almuhafadha, inatupasa tuzihifadhi sharti hizi. Kwa katika sharti 9 zile tumechukua 4, ibaki sharti 3, na tutakuwa tukiendelea katika siku zijazo kuangalia sharti zingine mpaka kumaliza, tuingie katika arkan na wajibat kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kadri ya kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ametufikisha. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mambo haya katika mizani ya matendo yetu yaliyokuwa mema. Inshallah subhanahu wa ta'ala bihamdihi